Huu ni moja mzigo ambao hauhitaji popcorn wala snacks bones kuweza kutazama kuumaliza, kwa tunaelezea struggle na hopes zitakazokuacha curves. Ukiutazama utakuuliza. Story ni kumuhusu bibia wa kuitwa Janaya ambaye anaishi mitaa Choka Mbaya kwa Lulenge Buza, na ni mama mtoto mmoja ambaye anakomaa kumlea mwenyewe kisingle mother, and too bad hali ya afya mtoto pia haiko sawa, huku bilinge za kimaisha zikiwa zinamvuta, na kichwani kwake playlist ni moja tu, Yatapita by Platnumz. Hapo kila kukicha vitu vilikuwa vinazidi kuwa vigumu kinoma. Sasa leo anamwandaa mtoto wake kwa ajili ya kwenda Skonga, ila mtoto anamwambia mama, please lipa hela chakula shule ili waache kunitania. Mama akamuuliza, wanakutaniaje mwanangu? Mtoto wake anasema mwalimu huwa anasema tulipe pesa ya chakula ili waache kunilisha makoko. Ndo mama akashangaa, akamwambia huwa anakuambia hivyo mbele wanafunzi wenzako? Mtoto akasema ndio mama. Bibie hii kamuumiza sana kuona pesa kidogo tu ya chakula inamdhalili mwanae shuleni mbele ya wenzake. So ndo hivyo bana, wanatoka ili aweze kumpeleka mtoto wake shule, ila kama kawaida nje nyumba yake yuko Uncle Ben ambaye mara zote huwa anaokota kwa bibie, lakini leo bibie anasema hana kitu kabisa. Uncle Ben anamtazama, bibie anaona isiwe tabu, wachitogawana umaskini tu babangu, lakini amsitiza Uncle Ben kuwa please usinunue visungura, lakini Ben anasema nao wanagonga vifisi, ameimprove. Asa wakati Janaya anatoka, mwenye nyumba huyu bana akawa amemwona, anamwambia pesa kugawa kwa wasiojiweza unayo, ila kulipa kodi kwa tunaojiweza tukajenga nyumba ambayo wewe ndo unaishi huna, sio? Janaya akawa amejikomiti kwa mwenye nyumba kuwa leo ndo anapokea mshahara wake, so muda si mrefu akirejea tu ataweza kumalizana na mwenye nyumba. Bas bana, ndo hivyo akamdrop mtoto wake shule na akamwambia leo ndo napokea mshahara mtoto wangu, so nitalipa ile pesa chakula. Mtoto akamuuliza mama, kweli? Ni mkubwa akasema leo ndo mwisho wa makoko mwanangu. Haya, Janaya ndo anaingia kazini kwake sasa. Alikuwa anafanya kazi kwenye moja supermarket, na kwa sababu leo ni mwisho wa mwezi basi kulifura watu kinoma. Sasa fasta akawa ameingia mzigoni, lakini siku ikaamua tu kuwa mbaya, akajikuta anapishana na mteja, na wateja wenyewe visukari vilikuwa juu kinoma, wakawa wamemsingua sana. Sasa huyu besti wake ndo binadamu pekee ambaye at least anakuwa naye muda wote kuweza kumfariji na kuzungumza naye. Baada ya muda akiwa hapa anapokea simu kutoka shuleni kwa mtoto wake, na kupokea akamwambia leo napokea pesa, so talipa pesa chakula mtoto wangu, haina shida. Lakini akaambiwa hapana, kuna jambo limetokea huko shuleni, so fast inabidi uje na inamhusu mtoto wako. Sasa jamaliza mara bosi wake huyu bana, na alikuwa kauzi kinoma, akamwambia unaitaka hii kazi, unataka urudi kwenu Mapinga Bagamoyo? Lakini bibi akamwambia samahani bosi, nimepigiwa simu shuleni kwa mtoto wangu unahitajika, so naomba nitoke tu mara moja nitarudi. Lakini bosi wake akamwambia hivi uko serious wewe Zainabu Mdeme? Kila siku wewe uko sababu hapa, nimechoka. Lakini Janaya akaomba sana kwa tarudi mapema tu bosi niruhusu. Chuma akamwambia nakupatia nusu saa tu uwe usharudi hapa, la sivyo kazi hakuna. Janaya akasema sawa, lakini akamwambia bosi naweza nikapata kamshahara kangu kale? Bosi akasema hivyo umemeza dawa kweli wewe? Ndo Janaya akaona isiwe tabu, huyo akaamua kutoka kwenda shuleni kwa mtoto wake. Lakini kufika nje akaona sio kweli, niende bila hela. Akaona apite benki mara moja kufanya muamala kwa salio dogo tu ambalo amebaki nalo. Na alipoenda pale benki akaforce kukutana na manager, akajitambulisha, lakini manager akasema na hakujua. Janaya anamwambia manager kwenye akaunti yake kuna kiasi kidogo cha fedha, lakini akijaribu kutoa kwenye ATM anasema salio lake haitoshelezi wakati lipo. Manager akamwambia hicho kiasi kilichobaki ni kilinda account, so hatoweza kukitoa. Janaya akasema sitaki kulinda akaunti yangu, nataka nitoe pesa hata kama mkifunga sawa, kwa sababu na shida nayo hiyo pesa. Lakini akashangaa kuona meneja kama amsikilizi hivi, akacheki na time, akaona muda unasogea, ikabidi ndo hivyo fast atoke aendelee na safari yake kwenda shuleni kwa mtoto wake. Hata hivyo anafika shuleni kwa kuchelewa kidogo, anakutana na mwalimu, anamwambia samahani nimechelewa, lakini hafla akamsikia sauti mtoto wake akiwa analia na akawa anachukuliwa na watu hao, akawa hajui anampeleka wapi. Janaya akajaribu kuzuia, lakini watu hao wanatambulisha kuwa watu wa kitengo cha familia na malezi. Lakini ndio hivyo, Janaya akawa asikilize, anakomaa tu kuwa anataka mtoto wake, maana ni mgonjwa, hawezi kaa mbali na yeye. Lakini hawa akawa wanasisitiza kuwa hawasikilize, lakini Janaya ndio hivyo akawa asikilize na kuwa mkali kidoma. Sasa hawa watoka kwenye kitengo cha usaidizi wa watoto na malezi pia, na alikuja kumchukua mtoto wake kwa sababu moja tu, walipokea ripoti ya shule kuwa mtoto huyu hali yake kiafya haikuwa nzuri, lakini pia lishe yake haikuwa sawa, hakuwa anakula vizuri. So kwa salama ndio akawa amekuja kuweza kumchukua. Ndo Janaya kumind sana ule teacher kwamba unaijua hali yangu na bado nimejaribu sana kumlea mwanangu kidogo nachokipata, hajawahi kulala njaa. Janaya hii imemuuma sana. Hasa anaamua kurudi ofisini kwake akiwa yuko vibaya kinoma. Akaona endelee tu na kazi, lakini bosi ndo huyu akafika akamwambia nilikupatia nusu saa tu kishikaji, ila ukaamua uende huko karne nzima. So akamwambia fast aende ofisini. Kuingia tu ofisini, bosi anasema una shida gani wewe mdada? Akasema leo imetosha, nimeshakuchoka, so hii kazi naomba tuishie hapa.
Bibi akasema anahitaji kazi bosi, tafadhali. Lakini bosi akasema kama ungeitaka hii kazi usingeenda huko kukaa wiki nzima. Akasema bana, kazi imeishia hapa. Bidada akasema basi kama ndo hivyo nipatie mkoja wangu, lakini mzee akaanza kumletea zengwe pale. Bidada akasema anahitaji hiyo pesa ili akalipe kodi na hela pia mtoto shuleni, lakini mzee ndo hivyo akakomaa akasema sikupati chochote kile, sepa. Bidada akaumia sana, kazi ambayo kaifanya mwezi mzima, na leo siku ya ukoto anapoteza kazi yake na mshahara pia. Hasa kurudi home nako anakuta mwenye nyumba akamtolea vitu vyote nje na mvua inapiga kinoma, na ambaye anakuta mpaka dawa za mtoto wake pia zimeloa ambazo alitoa pesa nyingi kununua. Bidada akamind sana, akamwambia mwenye nyumba hata kama haukupaswa kufanya hivi, lakini ndio hivyo mwenye nyumba akakaza. Bidada afanye nini? Akaangalia juu kumshtakia Mungu, heloi heloi la masaba kitani. Asa bibi akaamua kurudi tena ofisini kwake kule. Bosi wake akamwambia umefuata nini tena hapa Hilda Mgaya? Lakini bidada akasema nimefuata mshahara wangu tu bosi wangu basi. Bosi anasema hivi muda ule sikuongea lugha ambayo unaielewa. Jana akamwambia please boss nipatie haki yangu, huku moyoni akiwa amemind ameshatia sana vitasa bosi bila kujua. Hasa akiwa pale anakuja huyu mwamba, wote wamfahamu. Haikuchukua muda yule mwamba akatoa bomba, akasema ataka pesa zote fasa ule mzee asitoe. Ndio kabidi fasa mzee aweze kutoa vibunda, na cha kushangaza ombi la msaada kwa mfanyakazi wake alikaza, ila mbele ya bomba hizi na watesi wake akazikusanya, akalegeza na akatoa kila kitu cha taasisi na kuwapa. Inashangaza. Asa utata ukaja pale ambapo wakataka wachukue kila kitu hadi cheki ya mshahara wa fedha wa bidada. Sasa ndo hapo bibia ikabidi agome. Hasa watu hao hawakumuelewa, wakaanza kuvutana naye bana. Hasa huku na kule mara bibia akawapoka na kumtia bomba. Bidada akashangaa, risasi imemtoka tu na mwamba na galagala chini ilo imetoka vubu. Bosi wake naye akapagaa, nini kimemkuta huyu? Bidada akavurugwa, hajui nini kimetokea humu ndani. Asa bosi wake akasema ameustukia huu mchezo. Fasa akapiga simu polisi na kusema mfanyakazi wake amepanga njama na watu wabaya kuja kuvamia. Bidada akasema mimi mbona siwajui watu hawa kabisa. Lakini bosi wake akamwambia hiyo michezo naijua, nimefanya 90, na akasema atahakikisha unaozea jela. Akatoa mineno kweli bosi, kiasi ambacho bibia ikamuuma akajikuta amemweka bomba pia. Damu ikawa imeshachemka kwa ubidada kinoma. Lengo lake lilikuwa pesa yake tu ya mshahara, lakini akaona anamletea mambo meusi. Kindo hivyo akatafuta cheki yake tu ya mshahara, huyo akasepa. Asa bidada anafika benki kutoa mkojo wake, anakuta unafunga. Akaomba sana kwamba anahitaji kutoa hela leo. Uzuri meneja pia kama amemuona anamfahamu bidada, akaruhusu kwamba afande mwache apite. Anaingia na mshukuru meneja na kwenda kwenye line ya huduma, lakini kufika anatoa cheki, lakini yule bidada anaomba kama na kitambulisho chochote kile ili aweze kukamilisha ya malipo. Asa kimbembe kwa bidada hakuwa na chochote hapa, na bidada ndo hivyo akamwambia sitoweza kukamilisha muamala bila ID. Jana akamwambia kila mara huwa nakuja hapa, si unanifahamu, nisaidie tu kuntolea hizi pesa. Lakini bidada wa hapa anasisitiza no reform lakini bidada wa hapa anasisitiza no ID no service. Jana ndo akaona mambo yanakuwa mengi bana, akaamua kutoa ile bomba na akamwambia sitaki chochote kile hapa zaidi ya pesa yangu tu kwenye hii cheki basi. Lakini watu hao wakahisi bibi anataka kuiba hapa benki, wakachezesha alarm makao makuu, wakavuta waya, na meneja akakonfirm kwamba wamevamiwa na ubidada na bunduki pia, bila kujua. Janaya akavurugwa tu, anataka pesa yake basi. Sasa upande wa pili polisi wakawa wamefika ofisini kwa Janaya na kukuta mauaji ambayo yamefanyika. Sasa wakashangaa kama leo alikuwa anataka kuiba, kwa nini kaacha pesa zote? Kawafikirisha kinoma. Wakaenda kumhoji mfanyakazi mwenzake Janaya. Yule bidada akasema anamjua kweli Janaya na hana roho hiyo ambayo anasema, na wala sio muuaji. Lakini huyu detective anaitwa Ray akasema kuna kitu anakiona kwenye issue ya Janaya na haoni kama ni issue kawaida, huenda kuna kitu kimejificha hapa. Lakini wakiwa hapo inaingia simu kusikiliza, wanasikia kwamba kuna benki imevamiwa na aliyevamia ni binti mmoja ambaye anaitwa Janaya. Ikabidi fasta kutoka kwenda. Lakini hawa watu wa benki wakawa wamemtolea Janaya mikwanja kibao, lakini Janaya akasema hizi pesa zote hazitaki, anataka pesa yake tu ambayo ni ya mshahara ipo kwenye cheki. Lakini mind you, watu hao wanadhani kwamba Janaya amevamia benki bila kujua kwamba hana mawazo hayo. Kifupi huyu bidada mavitu mengi kwenye maisha ambayo yamemtokea yakamfanya kama akawa amedata hivi, anahisi yuko kawaida, yuko sawa, lakini watu wakawa wanamuona kama hayuko sawa, plus pia mkononi yuko na bomba. So hichi kitu kawa kinawatisha bila kujua kama kinawatisha, yakawa anashangaa kwa nini anatishika. So ndo hivyo meneja benki akawa kama kamsoma hivi, akaamua kumtuliza, kisha akampatia kiasi ambacho kilikuwa ndo haki yake.
Lakini bana, nje polisi hawa wakawa wamefika na tayari wakawa wamezunguka jengo zima, wakiamini kwamba kuna mtu amevamia benki, yuko na bunduki pia na mabomu na ni mtu hatari kinoma. Na ndio hivyo polisi kote wakawa wametanda. Lakini huyu detective kufika akamwambia bosi wake kuwa ana mtazamo tofauti na anaamini kwamba ubidada sio mtu mbaya, ila kuna kitu ambacho kimejificha. Lakini Janaya akiwa bado yuko ndani anaona kwenye TV taarifa na ambapo nje kote kumezungukwa na wanadai kwamba humo ndani kuna jambazi mbaya kwelikweli ambaye amevamia benki. Jambazi huyo ni nani? Ni yeye Janaya. Wow. Sasa baada ya muda simu ikaita, meneja kupokea, polisi wakataka kuongea na Janaya. Sasa bibi akasema anaona kote imezunguka askari, kuna shida gani? Ndio hivyo Ray akajaribu kuongea naye sana, lakini level ya depression kwa bibi ilikuwa kiwango cha lami highway kabisa. Sasa tukirudi humu ndani benki pia ambako amepashikilia ubidada, kuna mdada mmoja humu ndani akawa ametoa simu yake na kuingia live kwa siri kurekodi kila kitu ambacho kilikuwa kimeendelea humu ndani. Baada ya muda tena polisi wakavuta waya tena mule ndani kuongea na bibi. Asa this time bibi alipokuwa anaongea na polisi, maongezi yote yalikuwa yanaonekana live kwenye ile simu ambayo ilikuwa imetegeshwa, na TV zote pia zikawa zimejiunga na watu mbalimbali pia wakawa wanaweza kuona ile live pia kwenye simu zao. Sasa namna Janaya alivyokuwa anaelezea ikawa imeacha watu wengi midomo wazi. Janaya akasema alikuja hapo kwa nia nzuri tu ya kutoa mkwanja, lakini watu wao wakawa wamemgomea. Na yeye ndio hivyo akawa anashinikiza tu aweze kupata hela zake akanunue dawa za mtoto wake. So Janaya ndio hivyo akawa ameeleza vitu vingi na changamoto ambazo anapitia, vitu ambavyo vyote vilikuwa vimemvuruga sana. Akasema pia hata kazini leo bosi wake pia alikuwa amemfukuza kazi kwa sababu tu alikuwa ametoka kwenda kumuona mwanae shuleni ambaye alizidiwa. So hata ambacho kimetokea na kusababisha ile mauaji haikuwa dhamira yake, ilitokea tu. So yeye hakuwa jambazi wala muuaji. Ndio watu sasa kuona kumbe bibie bana story yake iko tofauti. Sasa baada ya muda pia nje ukawa kumejaa watu kinoma. Mabango yote yakawa yanasema free Janaya. Watu hawa ni wale ambao waliona ile live na kumsikia Janaya akitoa ile maelezo, so wakawa naamini kwamba ubidada anakosa na wakawa wanashinikiza kwamba polisi waweze kumwachia. Ndio bibi akashangaa, imekwaje watu wanaungana na mimi finally? Sasa scene ambayo inaumiza kwenye mzigo kinoma ni pale ambapo inapigwa simu humu ndani kwa ubidada na kupokea, kumbe ni mama yake mzazi. Mama yake amezungukwa na polisi, anamuuliza mwanae, nini kimepelekea mpaka umevamia benki mwanangu? Bidada anajieleza kwamba sijavamia benki mama, hawa watu hajanielewa tu, nimekuja kutoa pesa kwa ajili ya mtoto wangu na matibabu pia. Lakini cha kushangaza mama yake mzazi anamwambia, mbona mtoto wako alifariki kutoka jana mwanangu, na mtoto wako leo atakuwa naye tena? Ndio Janaya kusema wait, mtoto wangu amefariki jana? Asa kumbe muda wote ubidada anaamini yuko na mtoto wake, ameamka asubuhi akiwa naye na hata jana usiku alikuwa naye, lakini kumbe hakuwepo. Na hata shuleni alipoenda naye pia akamfungulia gari mlango hakuwa naye pia. Hata walimu walishangaa kuona ubidada kama anaigiza yuko na mtu wakati yuko naye. Na hata baadaye alipopigiwa simu akiwa kazini kwake kwenda shuleni, alipoenda shuleni walimu wakashangaa amekuja kufanya nini kwa sababu hakuwa na mtoto wake. Na hata alipogeuka kuona wale watu walikuwa wanachukua mtoto wake muda ule hawakuwepo. Kumbe ni mawazo tu bidada alikuwa nao kuhusu mtoto wake na kufikiri kwamba yuko naye anaumwa amsaidie apate pesa, kumbe muda wote mwanaye kuwepo alikuwa amefariki kitambo. Ilimuuma sana ubibie kuona ameshindwa kumsaidia mtoto wake. Sasa fanya nini? Ndio meneja benki hapa anamwambia yeye atamsaidia kwa sababu alishajua kuwa mtoto wake alifariki kitambo, alishaambiwa pia. So akamwambia Janaya, naomba uweze kujisalimisha kwa polisi, utoke tu hapa, na wewe sio mtu mbaya, so hakuna kitu ambacho kitakukuta. So ndio hivyo bana, bidada anatoka nje akiwa na meneja wa benki ambaye aliamua tu kumsaidia. Na hata kule nje pia polisi wakiongozwa na detective Ray walijua haya yote. So ndio hivyo wanaamua kumshika bana kwa usalama wake pia na kumchukua, kitu ambacho kinaumiza sana ise. Mzigo unaitwa Straw ise, ni bonge moja mzigo ambao umetoka hivi karibuni, na kwa mamlaka pia za YouTube wajue tu kwamba mzigo huu una lengo la kuweza kuelimisha, hauna lengo lolote kuhusiana na watu kuweza kuvamia sio benki au kuiba fedha. Hapana, lengo lake ni kuelimisha watu wasifanye hivyo, waweze kutumia njia nzuri tu za wao kuweza kupata haki zao bana. Bonge moja mzigo unaitwa Strawberry Toro Hole. Endelea kusubscribe hapa YouTube na kupita mitandao yangu yote ya kijamii, natumia kama Amra Hole.